Moja ambayo imemkuta mwanaume mwenzetu ambaye anaitwa James. Acha tumpatie jina la James kwa sababu litakuwa limetulia mahala pake. James ana demu wake ambaye anaitwa Lia. Nisikilize hii story kwa sababu ndani yake ina mafunzo sana. Na ni story ambayo imemkuta mwenzetu mmoja. Baada ya kusimulia nikasema ngoja niwasimulie watu ili wajifunze. James ana mpenzi wake ambaye anaitwa Lia. Wapo kwenye mahusiano takriban miaka 3. Lakini Lia amekuwa hayupo tayari kwa ajili ya kuseksi na James. Akimwambia kwamba mpaka atakapokuwa amefunga ndoa ndio atakuwa tayari kwa ajili ya kumpatia zawadi ya mwili wake. Na hii huwa inatugea ugumu sana wanaume wengi sana kuvumilia hii hali ya mwanamke ambaye unamhudumia, unampatia kila kitu, alafu yeye seksi anakwambia bado kwanza mpaka tufunge ndoa. Sasa Lia kuna muda anatoka nyumbani kwao anakwenda kulala ambapo anapoishi James, yani getoni, lakini Lia amekuwa yupo tayari kwa ajili ya kuseksi na James. Mahusiano yao yakaenda yakafika mpaka miaka 3. James hajawahi kuseksi na Lia. Sasa siku moja Lia akiwa amekaa peke yake akiwa analia tu, James aliona ile hali na kumsogelea Lia na kumkumbatia na kuanza kumuuliza, "Vipi mpenzi wangu, mbona umekaa hapa peke yako na unaonekana una huzuni kubwa sana?" Lia akaanza kumwambia James kwamba nisamehe sana, kuna kitu ambacho nimekifanya mpaka nafsi yangu inajilaumu. James akabidi amuulize Lia ni jambo gani. Lia akajibu kwa sauti ya chini sana, akamwambia James, nisamehe sana, kuna kitu ambacho nimekifanya ambacho nahisi nitakuwa nimekusaliti. Unahisi ni kitu gani? Niandikie kwenye upande wa comment na uniulize ni kitu gani hicho. Tutaendelea na episodi ya pili kwa sababu huu ni mwanzo tu wa mkasa huu. Huenda huko mbele utaendelea kuwa mzuri zaidi.